Habari zenu. Leo nakwenda kuwaletea njia ya kuingia Marekani kwenda kufundisha Kiswahili na vigezo vyake. Ili ujue ni vigezo gani vinahitajika kwenda kufundisha Kiswahili Marekani na njia ipi inayohitajika, subscribe hapa chini, bonyeza alama ya kengele, share, like, comment, utajibiwa. Share kwa wengine ili waweze kujifunza vitu vizuri kutoka kwangu. Sikiliza kwa makini ni vigezo gani vinahitajika ili uweze kwenda kufundisha Kiswahili Marekani. Watu wengi wanatamani sana kwenda kuingia Marekani, hawajui ni njia zipi za kuingia. Zipo njia nyingi za kuingia, kila siku naelezea kwenye video zangu hapo. Njia moja hapo nyingine ni hii ya kwenda kufundisha Kiswahili Marekani. Pia hii njia itakufaa kwa wewe msomi, uliyesoma. Sikiliza video hii mwanzo mpaka mwisho, usiishie njiani ili uweze kujifunza. Hili ni swali na kwenda kujibu. Kuna mtu aliniuliza kwenye komenti, ni vigezo gani vinavyohitajika ili niweze kwenda kufundisha Kiswahili Marekani. Kwa hiyo huyu mtu nakwenda kumjibu, najua nitawajibu wengi ambao walitamani kuuliza wakashindwa, lakini sasa nakwenda kujibu kwa niaba ya wote. Kwa hiyo sikiliza mwanzo mpaka mwisho ujue ni vigezo gani. Kigezo cha kwanza, lazima uwe na elimu ya degree na kuendelea. Hicho ndio kigezo cha kwanza kitakufanya wewe uweze kwenda kufundisha Kiswahili Marekani. Kigezo hicho cha kwanza, lazima uwe na elimu ya degree na kuendelea. Kigezo kinachofuata, uwe unajua lugha ya Kiingereza kwa ufasaha zaidi. Kumbuka wazungu hawawezi kuelewa, hawajui Kiswahili. Kwa wewe unatakiwa uelewe Kiingereza zaidi ili uweze kuwaelezea wale. Kumbuka kwanza unaweza ukaelezea neno la Kiswahili, huwezi kuelezea kwa Kiingereza. Unatakiwa ujue Kiingereza kwa ufasaha, uwe umesomea Kiingereza vizuri ili uweze kumwelimisha mzungu Kiingereza kwenda Kiswahili. Kwa hiyo lazima uwe umesomea Kiingereza vizuri na unaelewa kwa ufasaha. Kigezo kinachofuata ni kuanzia miaka 18 mpaka 30. Hawa hawakuchukui tu ukizidi umri chini hapo. Yaani wanakuchukua kuanzia miaka 18 mpaka miaka 30. Haizidi zaidi ya hapo. Lazima uwe na huo umri. Usije ukafika miaka 35, 40 na kuendelea ukaenda kuomba kazi Fulbright. Hawa wanaitwa Fulbright, unaweza kusearch online ukaangalia. Hawachukui ovyo ovyo, wanachukua kuanzia miaka 18 na kuendelea. Kwa hiyo kama una miaka 30, una degree, unajua Kiingereza vizuri, unaweza ukasearch online ukaapply kazi. Ukaapply kazi ya kufundisha Kiswahili. Kwa hiyo pia mkataba wao ni miezi 10. Unaweza ukaapply saa hizi, ukahesabu miezi 10, mkataba wako utaisha. Kama una nia sasa ya kutoboa kuingia huko Marekani, umeshafundisha miezi 10 yako imeisha, unaweza ukaangalia njia zingine za kufanya huko, ukazania. Kwa hiyo hivyo ndio vigezo na yani hivi ndio vigezo vyake vya kuingia huko kwenda kufundisha Kiswahili. Kwa hiyo mtu nimemjibu kwa niaba ya wengi, najua wengi walitamani sana kujua. Kwa hiyo hili ndio swali lake. Wewe uliyeniuliza kwenye comment, nililiona swali lako hilo. Kigezo ujue Kiingereza, lazima uwe na elimu ya degree, umri kuanzia miaka 18 mpaka 30 na mkataba wao ni miezi 10. Hauzidi zaidi hapo. Kwa hiyo ukimaliza miezi 10, yani ukisha apply kazi, unaitwa, ukishaitwa miezi 10 yako ukimaliza, utajua namna ya kufanya, njia nyingine zitafuatia. Kwa hiyo najua mmenisikiliza kwa makini na mmeelewa, mmejua ni vigezo gani, mmejua ni umri gani na pia mmejua mkataba. Usisahau kushare, usisahau kulike, usisahau kucomment hapo. Nashukuru kwa kunisikiliza, asanteni.